ili waweze kukata wapate kuingia ndani, na pia walikuwa wako na kompyuta na walikuwa wako na ndege isiyokuwa na rubani, ama unaweza ukaita drones. Yeye inajaribu kuangalia chini kama kuna chochote kile. Yeah, we're alone. Yeah, we are alone. Tuko wenyewe. Hapaonekani kuna chochote hapa chini. Yani wamemulika ndani, wamemulika pande za nyuma, wamemulika kila mahali. Hapaonekani kwamba kuna chochote kibaya. Sasa hapa cha muhimu wapate kuingia haraka. Wanaume walikata ili sasa wapate kuingia ndani baada ya kupata uhakika ya kwamba hakuna chochote kilichokuwa kinaonekana. Lakini nakuonya, Mike unapenda sana kunifuatilia. Kama nilivyowaambia jamani, tunapita kwa mlango wa mbele. Mike alikuwa anabisha. Alikuwa anasema kwamba wasipite kwa mlango wa mbele. Lakini wanasema lazima tupite kwa mlango wa mbele. Kawaida mlango wa mbele unakuwa ni mlango mbaya katika swala la uvamizi, lakini kiongozi huyu anasema ni lazima wapite kwa mlango wa mbele kuelekea katika huo mjengo. Bwana, kulikuwa kuna magari mengi hapa, lakini sasa gari halionekani hata moja. Wanapoingia katika maeneo wanaonekana kama hivi. Sasa kama wanaonekana hivi, lazima kuna kiumbe ambacho kinaona mfano wa hivyo ambao sisi tunaona. Ilisadikika kulikuwa kuna magari mengi mno ya wafanyakazi katika ile eneo, lakini hakuna chochote. Slightly above normal. Na kama kawaida, hali iko kawaida. Kama ingekuwa iko juu tusingekuwa salama. Lakini mpaka sasa hivi inaonekana kwamba hakuna tatizo lolote. Hakuna radiation yote. Yes, mlango ufunguki bila kukutumia button maalum ama password. Lakini walitumia uwezo wa kijeshi, wana vifaa maalum vya kuweza kufyatua sehemu kama hizi, na hatimaye wanaume wakaingia ndani. Yes. Anybody else see no dead? Anybody else see no kitu? Hakuna mtoto ambaye anaona chochote ndani. Negative. Hey guys, we're kidding. Bwana, nyinyi msintanie. Jengo kama hili kubwa kiasi hiki na bado lina running, linaendelea kufanya kazi. Eti amna? Alafu kuna wanasayansi wengi sana hapa. Panic room. Sasa kama wanasayansi wote wametokea, wameenda wapi? Seconds. Labda wenda wamejificha mahali. Security doors. Then. Security door advanced too. Easy alloy plating. Kuna kitu kama magnesium hapa. Don't stop an army from getting in here. Bwana. Yep. Sio kama kuna wanajeshi wengine zaidi yetu sisi wameingia huko ndani, bora kama vile sielewi leo. Chance to seal the doors. Labda wenda ile jambo ambalo limetokea hapa lilikuwa ni la ghafla binivu. No sign. Lakini isingepoteza watoto. Sasa watu wengine wameenda. Thinking about this all wrong. Maybe what happened here didn't spill in from the outside. Labda wenda kuna vitu ambavyo vilitoka ndani ama kuna vitu vimetoka nje. Haiwezekani watu wametoweka hivi. Watu wametoweka katika mazingira tata sana. Haijulikani watu wameenda wapi. Mikey and I are gonna get right. Mikey pamoja na mimi tutaongozana huko. Wakagawana wawili. Kila moja pite kwa njia yao. Na hili jengo lilikuwa liko pande mbili. Hao wakaenda kushoto na hao wengine wakaenda kulia kuanza kusakanya ndani kuna nini. Walianza kusakanya. Okay. Bwana, sioni kama kuna chochote huku. Naona kama jengo bado linaendelea kutisha. Yaani kama jengo liko spunky hivi. Bwana. Sasa labda kuna mashetani. Kuna mashetani, mbona hatoni chochote? Hii nini kwanza? How was that? Hiyo nini? Looks like kama ashes. Kama majivu. Ashes. What do you mean? Unamaanisha nini? You act like you know what's going on. Ni kitu gani kama unajua sasa uniambie? Eti nini sasa? Haya majivu ni ya nini sasa? Anasema Amis kama ni majivu. Lakini sasa haya majivu mbona yanaonekana yako kila mahali? Check it out. Check it out. Hata kule ambako wameenda nao wengine wanakutana vifungu vya majivu. Hivi vifungu vya majivu vimetokea wapi? Vanished instantaneously. Vanish. Yani kama kuna kitu kimetoka ghafla na usikione. Vup. Stay frosty. Bwana, tuwe makini. Stay frosty. Wawe makini kupitiliza. Haya mafungu ya majivu kama nya yana sababu zake, sio bure. Ni lazima wawe makini. Dadeki. The hell is all this? Bwana, hii nini tena? Mbona hata sielewi. Chumba namba
112 wanakutana michoro mingi katika ile eneo. Hii michoro vipi? Unaelewa? Hizi ni lugha ama ni michoro ya mjengo? Si mwandazimu kachora hapa. Yaani ni code crackers. Crackers? Sasa mtaalamu wewe ni mzee wa kuvunja kodi. Anasema sio kodi hizo. Hiyo ni lugha I say. It is a language. Clear left. Bwana, kwa upande wangu uko sawa. Na kwa upande wako? Sawa. Bwana, nahisi kama kuna harufu ya kuungua kitu. Bacon? Like a bacon. Kama bacon hivi. Kama kuna kitu kimeungua. Ni kweli kuna kitu kilikuwa kinapikwa hapa. Sio maharaga. Copy that, Josie. Bwana, sikiza Josie, niambie kuna nini? Sector right now. We are not alone. Tumekuja kugundua kwamba hapa ndani kulikuwa hakuna, yani kwamba we are not alone, hatuko wenyewe. Sasa ilibidi watambulishwe wale wengine kwamba we are not alone, hatuko wenyewe humu ndani. Naona kulikuwa kuna chakula kinapashwa moto, na wamemwona mtu anachagua vitu hapa kwenye mafriji, na huyo hajagundua kwamba kuna watu wamekuja. Ile kugeuka asalala. Bwana! Ilibidi anza kuwapiga na makopo. Bwana, tumegundua kuna mmoja huku njoni huku North Wing. Njoni huku North Wing kuna mmoja tumemgundua. Akiwa mzima. Alikuwa anajitahidi kukimbia. Wewe kajifungia ndani. Walipopata nafasi ya kuvunja mlango na kuingia ndani, wenzao tayari washamnasa. Kuna dakika weza katukimbia sisi. Get the mask. Relax. Something harmful in the air. We already checked. Except for Thorpe's breath. Haya, sasa kilichokuwa kinaendelea ni nini? Wamtazame huyu ni nani? Ni binti I say. Binti moja mzuri sana. Wow, walijua kwamba ni wa kiume. Jina lako nani? Isabella. Naitwa Isabella. What? What? Isabella. Isabella. Bella Ferreira. Isabella Ferreira. What do you do here, Isabella? Hebu niambie unafanya nini hapa? Pesquisa de sol. Akazungumza lugha ya ajabu. Third soil. Ongea Kiingereza. I don't know. Yaani sielewi chochote. Jonas. Isabella, this is Jonesy. Isabella anasema kwamba huyu ni Jonas. Yeah. Hebu jaribu kumpima kwanza Jose. Isabella, I need you to look into this. Sasa Jonas anaambia kwamba muangalie huyo anajiita kwamba yeye ni Isabella. Hebu muangalie kwamba anakisema ni kikweli. Maybe we were actually here to rescue. Kama anachosema ni kitu cha ukweli aseme. Haya, ngoja mama tukupime. Isabella, naomba uheme kwanza kidogo ili kile unachokiongea tujue kama ni kitu cha ukweli ama la. I thought you were something else. Something else. Good. Hamna shida. She's alright, Auntie. She's alright, Lieutenant. Ana shida. Like what? Binti anasema katika ukimbiaji wake alisi kwamba hawa watu si watu wa kawaida, na ndio maana alisepa. Whatever those people standing to. Alisema hata kama nyinyi mmetumwa kwa ajili ya kuja kuangalia kuna nini hapa kinachoendelea, nataka niwaambie kitu. Hapa kuna mambo ya ajabu yametokea. What did they tell about this place? Ina maana hawajawaambia nyinyi ambao wamewatuma? Project. Anasema hapana. Tumeambiwa tu kwamba tuje hapa kuna vitu vya ajabu vimevamia. Wewe unajaribu kuzungumza hapa wewe kwanza. Unashindwa kutuambia hapa. Isabella. Look at me. Mtazame. What happened here? Hebu niambie kilichotokea hapa. Hebu niambie watu wameenda wapi? Walio kuepo pamoja na wewe hapa. You're really not gonna kill me. Alisema nikisema hamtaweza kuniua. Ndio? Hatuwezi kukua. Kwa nini tukue? I'll show you. Basi nitawaonyesha. Mama anasema atawaonyesha kama hatoweza kuuawa. Ujamaa wanaelekea katika sehemu ambako Isabella anasema anataka na kuonyesha. Yeye anasikiliza muziki tu. What? Inakuwaje wazee? Kwani mnateseka? Simniachi na mimi nisikilize muziki wangu. Isabella amewachukua na amewaingiza katika lifti ili kuwafikisha mahali ili awaonyeshe kitu. How old is this place? Bwana, ile eneo vipi? Mbona kama vile hamna mtu? Na kitambo hajaingia mtu huko. What happened 3 months ago?
Kama vile miezi mitatu. The discovery. Alisema mtajua tu kama ni miezi mitatu ama ni aje. Mama anawakaribisha ndani sehemu ya chumba cha maabara. Damn. It's crib. Nice crib. So, this is... Hebu tuambie hapa ni wapi kwanza? See. Anasema ni C. Stores on the ground. Yani ni 3 stores underground. Blind. Blocking ground penetrating radar. Wameelekea chini ambako kulikuwa kuna underground na kulikuwa kuna mahali ya uchunguzi. Lakini hii kitengo cha uchunguzi hapa ilikuwa ni dark lab. Nikisema dark lab yani ni maabara isiyokuwa halali. Walikuwa wanafanya mavitu ya ajabu ajabu. Sasa wanajaribu kumuuliza ni nini hicho ambacho tunakiona hapo mbele. If I show you this, like prison for the rest of my life. Alisema iwapo kama nikiwaonyesha hii kitu, Vault. Nitafungwa maisha yangu yote. Lakini hamna budi niwaonyeshe tu. Anasema kudadeki. Acha waonyeshe. Kampuni yake kulikuwa kuna kitu walikuwa nakifanyia uchunguzi, na huenda hii maabara ilikuwa si maabara rasmi na hao walikuwa si watu wa serikali. Sasa alienda kuwaonyesha. We call it a device. We call it a device. Wanakiona kitu hapo mbele kilikuwa kama kinaelelea kama kamtungi fulani. So what is it? Sasa hiyo nini? We must always withhold assumption. Anasema tulikuwa na hicho kitu kwa muda kidogo hapa. Ilikuwa tunajaribu kuchunguza ili tuweze kufahamu ni nini. Hebu tuambie sasa mmegundua nini? No. Hakuna kilichogundulika. Ni nini kilichoweza kutengenezwa ndani yake? Alisema hapana. Hichi kitu tumekiona takriban kilomita 2 kutoka hapa. Dr. Reznor alisema kwamba tuingize hichi kitu hapa ndani tugundue ni nini. We must always hold assumption on the origin of. Sasa baada ya kuleta kitu, baada ya kukiona kama kilomita 2 kutoka hapa, tulianza kuchunguza na ndipo matatizo yaliweza kutokea na watu walianza kutoweka katika mazingira tata sana. But we can't read it. Tumeshindwa kusoma lugha ambazo zilikuwa zimeandikwa katika hicho chombo na tulisi huenda lilikuwa labda ni bomu na tukutaka kutoa taarifa katika kitengo maalum chochote kile, wala idara ya polisi, wala idara ya jeshi. Bwana, kitu sio ya dunia hii. Huenda kitu labda imedondoka kutoka juu ya anga hii. That's just a theory. Anasema hiyo labda ni theory. Ni jambo la kufikirika. Area 52? That's what they had to stabilize. Huenda labda hapa tuko area 52 nini? Yaani sehemu ambako vinachunguzwa vitu vya nje ya nchi. Yaani katika dunia nyingine. Sasa mama, yupo kama utashindwa kusema, unafikiri nani anaweza kapona? What now? Your kid, Michael Faraday, 1800. We, Michael Faraday? We usinitanie. Huyo Michael Faraday alikuwa kwa mwaka 1800 kamili. Unataka kusema kwamba chumba ndo mbadala wake? Nataka niseme kitu jamani. Hiki chumba kilikuwa kimetengenezwa kwa niaba ya magnetic. Mimi nataka niseme ni kitu kimoja tu, kwamba mimi pekee ndio nilepona. Nikiwa katika hiki chumba, nikiwa katika hali ya utafiti, nataka nieleze jambo lilivyoanza kutokea. Watu walianza kutoweka huku na mimi nashuhudia kwa macho yangu. Anakumbuka watafiti wenzie waliokuja na hiki kitu wakaanza kuchunguza na walikuja na drill kwa ajili ya kuchimba hiyo kitu ili waweze kujua ndani kuna nini. Walijua kwamba huenda wanaweza wakapata thamani kubwa sana, ama uchunguzi wao unaweza ukawapeleka wakagundua mavitu ambayo ni hatari katika dunia. Walikuja na mashine maalum ya kuchimba ili waweze kuchimba hicho kifaa. Maana walijaribu kufanya kile wanachokiweza kwa ajili ya kuweza kuchimba, lakini ilikuwa ni ngumu. Toba, walipotea. Na pale aliposimama mtu yoyote pakatokea nini kama vifurushi hivi, vifurushi vya majivu. Alishuhudia jinsi gani wenzake walivyokuwa wanatoweka. I was just lucky. Anasema I was just lucky. It makes sense. Hey, Mungu wangu. Would engage in countermeasures. Mama alisema yeye peke yake ndiye alikuwa na bahati, lakini wenzake wote waliangamia kwa sababu chumba alichokuwa yeye kilikuwa ni chumba cha pekee. Hazikufika zile wanaita kama miali hivi ambayo imepelekea matatizo ya watu kutoweka. I'm just saying we might be seeing a living proof of life in our universe right here. Bwana, sasa wameona kitu ambacho kilikuwa kimekuja katika dunia na hakuna